Mwenyekiti, naomba pia nitumie nafasi hii kwa namna pekee pia kuwapongeza kwa nani kupata hati safi ambayo zetu tunasema kwamba ni hati ambayo inaridhisha. Mimi nasema kwamba nani yote na maana moja kwa mwaka ambao umeishia 2025. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee pia kuwasihi ni kwamba niendelee pia kufuata kanuni na taratibu za sheria ili mwisho wa siku mweze pia kudumisha hii hati safi, kwa sababu kimsingi kuipata hati safi sio kazi rahisi. Maana yake lazima pia mzingatie yale ambayo serikali na pia iliyoko katika maeneo yetu mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili pia kuonekana changamoto ya halmashauri kuwa na hoja nyingi ambayo kimsingi zimefanywa kazi na nyingine pia bado, niendelee kusisitiza ni kwamba kupitia vikao vya halmashauri vya kamati ya fedha ile inalipa kudumu katika vikao vyetu, ili mwisho wa siku tupate pia nafasi ya kujadili kwa kina na kufahamu hoja inahusu nini na majibu ya nini kama ili mwisho wa siku tuweze kupunguza hizi hoja hizi. Na mimi kupitia vikao vile nitakuwa na muda mrefu ambapo pia nitafanya pia undani wa kila hoja maagizo kamati ya watu ili kwa pamoja ndio kama tunaweka majibu ambayo pia itasaidia kwenye kujibu zile hoja za msingi. Na hizi pia kunakaa pia na hoja za nani za ukaguzi, niendelee kusimamia pia mambo kadhaa katika taifa katika hotuba yangu. Na kwanza ili kuondoa changamoto ya halmashauri kuwa na hoja nyingi ambapo kimsingi zimefanywa na kazi, niendelee kusisitiza ni kwamba kwenye vikao vya kila mwezi ili pia hoja inania kudumu katika vikao vyetu. Pia tutasaidia imebainisha kuwa mali za umma hazikuwekwa namba za utambulisho. Hivi niendelee kusisitiza ni kufanyia kazi na pendekezo ambayo saidia niatoa katika rejea hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kadri ya summary ya CAG moja ameelezea kwa kina, niendelee pia kusisitiza kwamba yale ambayo CAG ameelezea katika summary yake basi tuyazingatie na ndio msingi wa taifa yetu ya ndani ya ukaguzi kwa kadri ya rejea ambayo ameitoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee pia kusisitiza kuwa kuwepo kwa hoja nyingi za ukaguzi kila mwaka ni kutokana na kuwepo kwa udhaifu mkubwa katika mifumo udhibiti wa ndani ya halmashauri, udhaifu wa mifumo ya ndani unaosababisha baadhi ya shughuli za halmashauri kutekelezwa pasipo kuzingatia sheria kama taratibu za serikali. Hiyo pia inachangia pia ni kuwa na hoja nyingi za ukaguzi katika halmashauri yetu. Niendelee pia kusisitiza ni kwamba kuhakikisha kuwa taarifa ya ukaguzi wa ndani na mambo kimsingi zinafanywa na mkaguzi wa ndani wa halmashauri zinafanywa kazi pasavyo, jambo ambalo litawezesha halmashauri kuepuka hoja na ukaguzi ambao kimsingi sio za lazima katika halmashauri yetu. Pia kuhakikisha halmashauri inajenga utamaduni utakaowezesha halmashauri kuepuka hoja za ukaguzi zisizo za lazima kwa kuchukua hatua dhidi ya watumishi wote ambao kimsingi watakuwa wamebainisha kusababisha hoja zile kwa makusudi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala hili pia niendelee kusisitiza kwa ndugu zangu, hoja haizoeleki. Kuniendelea ni kuwakumbusha watumishi wenzangu ni kwamba tuchukue muda mwingi kupunguza hoja za ukaguzi, kwa sababu tulikuwa na tamaduni kwamba hoja tumezoea mwisho wa siku tunakuwa na hoja nyingi ambazo kimsingi hazina majibu. Kwa hiyo ndio kusisitiza wataalamu kufanya kazi kwa mujibu wa miko, kanuni na taratibu ambazo kimsingi kila idara na kila mkuu wa idara amekasimamia katika eneo lake, na mimi tukifanya hivyo tutapunguza hoja za ukaguzi wa ndani. Lakini tulikuwa na tamaduni kwa maana kwamba hoja imezoea mwisho wa siku tutakuwa na hoja ambazo kimsingi za muda mrefu ambayo pia ni na pia nichukue nafasi pia ni kuwasili na kuelekeza pia kwa pia wataalamu. Naamini wengi pia mnaona katika idara zenu na mnakuta pia hoja. Kwa msingi wa serikali ni kwamba so far wewe pia mkuu wa idara katika ile eneo ni kwamba ile hoja no matter hiyo imesababisha umeikuta automatically ni hoja ambayo unapaswa pia kuisimamia. Kwa hiyo na niko na maelekezo ni kwamba kila idara ipitie hoja zake ambazo kimsingi imezikuta au yeye pia amesababisha ili mwisho wa siku tuweze kuzifuta. Kitu tukiwa na kasumba kwa maana kwamba hoja hii mimi nimeikuta kwa mwenzangu na mimi hoja zitakuwa ziishi. Kwa maana kwamba tukaondoa tamaduni hiyo tutapunguza hoja hizo nyingi katika maeneo yetu. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia pia matumizi sahihi ya sheria, kanuni na taratibu pia itasaidia kupunguza hoja nyingi za kikaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naongeza kuwa kwa kadri ya rejea na discussion na mambo ambayo pia serikali imetoa ni kwamba yale yote ambayo ameyatoa kimsingi pia ni maelekezo katika darasa hili ili mwisho wa siku yakafanyiwe kazi na ikiwezekana kwenye darasa lijalo
basi tuwe na hoja chache. Kama pia mlezi pia umesema ni kwamba malengo ni kuwa na single digit. Sasa single digit huwa hivi lazima pia mfanye kazi kwa kufuata zile kanuni tatu. Naamini mkifanya hivyo itawezekana, na kwa sababu ni commitment yenu, naamini pia mtafikia tamati nzuri. Kwa mwisho kitu kama mnavyofahamu pia tunahitimisha mwaka, kimsingi mwaka umeshaisha jana, lakini sasa ndio pia kusitiza yale ambayo basi hatukamilisha katika mwaka ambao umeishia jana, na mimi katika mwaka ambao umeanza leo, na mimi sasa ni muda mwafaka sasa kufanya tathmini ili mwisho wa siku tuanze kufanya. Kwa hiyo kimsingi tuseme kama tuna bahati, maana yake ni baada sasa inaanza na mwaka ndio unaanza. Kwa hiyo ndio kwa kusisitiza pia kusisitiza ni kwamba tuchukue pia muda kupitia bajeti yetu, na mimi katika baadhi ya mambo au kikao cha mwezi na kamati ya fedha moja jina pia kupitia ile bajeti ya mwaka ambao ndio mnaanza 26 27. Kwa hiyo ndio kusisitiza ni kwamba tuchukue pia muda pia kuipitia kwa bajeti na kuangalia zile shughuli ambazo tumezipanga, basi zianze mapema ili mwisho wa siku tunapofikia walau kwenye mwezi kama hii pia mingi yashafanyika na tunafanya kazi tena bila kuwa na pressure. Ndio pia kusaidia kama jinsi ya maendeleo ya jamii kwa kadri ya rejea mbalimbali, na pia tunamaliza pia kamati ya laki la kufuatia zile fedha na mikopo. Kwa hiyo sisi pia hapa madeni kwa pamoja tuungane katika ile eneo la madeni ya nyuma, kwa sababu pia tunaagiza kamati ya laki, na kimsingi ile agizo haiwezi kufungwa kabla tujakusanya zile fedha ambazo kimsingi tunapaswa kuzikusanya. Kwa hiyo niendelee kusisitiza ni kwamba tuungane pamoja na vijana wa wataalamu kufuatia vyuo vikuu na ndio kimsingi vimetoa fedha na mpaka leo hajarejeshwa, ili kwa pamoja tuweze kufikia agizo la kamati la laki. Hatuwezi kulifuta kama hatujatimiza kile ambacho kamati imeelekeza. Na bado pia kuna kero katika maeneo yetu, ndio pia kusisitiza ni kwamba waheshimiwa diwani, sisi ni vitu ya kamati ya maendeleo ya kata kamaka. Kwa nafasi yetu ndio wakiba shughuli za maendeleo za kila siku kwenye kata zetu, lakini pia tuna kero kadhaa katika maeneo yetu. Kwa hiyo si vyema mpaka tusubiri waziri mkuu au viongozi wa mkuu ngazi ya kitaifa kuja kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo ndio pia kuwasisitiza ni kwamba tutambua majukumu yetu, na kwanza ni pamoja na kuhakikisha vikao vyote vya vinafanyika katika maeneo yetu. Kwa maana kwamba kama mlikuwa hamlifahamu hiyo, inabidi mfahamu kwamba moja ya shughuli zetu kama diwani ni kuhakikisha vikao vya kisheria vinafanyika katika maeneo yetu, kwa maana kwamba kata na vijiji. Na mimi hapa mkifanya tathmini ya mwaka mtaangalia, je, kwenye kata yangu mimi na vijiji mfano 20 au vijiji 10 au 5, je, vimefanya mikutano ya kisheria katika maeneo yetu? Kama hujafanya, maana sasa chakoma kama diwani tuseme kwamba hujatimiza wajibu wako. Kwa hiyo ndio kwa kusisitiza kwamba tufanye tathmini, kwa sababu uzuri mwaka tumeuza jana. Sasa tufanye tathmini katika maeneo yetu kuangalia vile vikao vya kisheria ambavyo kimsingi vilifanyika. Kama vijafanyika, tuangalie namna gani ya kufidia katika mwaka huu ili mwisho wa siku tusiwe na deni. Lakini kwa kadri ya maelekezo ya serikali ni kwamba unapaswa kufanya vikao vyote vya kisheria, vile vya kamaka na vile vya kusimamia katika vijiji vyako vyote, ili mwisho wa siku kuhakikisha kwamba vimefanyika. Ushahidi pia unaonyesha kwamba vikao vingi ambavyo vinafanyika ni vile vya ndani vya halmashauri, lakini vile vya mkutano mkuu ndio maneno kumekuwa changamoto. Sasa vile ndivyo ambavyo vinalenga wananchi. Inaona kwamba kwa kufanya cha kwanza, wananchi hawafahamu shughuli ambazo serikali inafanya; cha pili, hawapati taarifa za maendeleo katika maeneo yao; na pili, cha tatu, hawajui serikali sasa imefanya vipi katika maeneo yao. Kwa maana ndio maana tunanipa siku nyingi kunakuwa na malalamiko mengi sana katika maeneo yetu, lakini na mimi kama diwani tukitimiza wajibu wetu, na mimi pia ni haya mingi itakuwa imepata majibu. Na kupitia pia kwa vipi na pia nini kunakuwa na kila mbali za wananchi. Sasa si vyema kile tukamsubiria kiongozi kutoka kwa waziri mkuu au ngazi ya juu, wakati sisi tu tunapewa dhamana. Kwa hiyo kimsingi hapa nakumbusha ni kwamba ni wajibu wenu wa kwanza kuhakikisha kwamba vikao vinafanyika, na pia zile shughuli ambazo zinafanyika katika maeneo yetu, basi wananchi pia wanafahamu ambacho nani kinafanyika.